Assalamu alaikum, karibu sana. Tunatengeneza scones au buns au mikate. Kama unavyoiona tumeshaichoma, iko tayari, na hapo tunaitazama ndani jinsi inavyoonekana. Ilikuwa laini sana na mitamu. Sasa ngoja tutengeneze pamoja. Bakuli langu hilo nimeweka hicho kikombe 1.5 cha maziwa, lakini si kikombe cha kupima. Nimeweka maziwa kukadiria, nimeweka vijiko 4 vya sukari. Maziwa ni ya uvuguvugu. Natumia hamira hii ya kidonge, ni fresh yeast inaitwa. Unaweza kutumia hamira kijiko 1.5, hamira ya chenga kama huna hii. Alafu mayai unaweza kuweka 2. Mimi nilichukua na kirobo kidogo nikaongeza, kwa sababu hiyo robo 3 nitakuja kupaka mayai baadaye. Nitakuja kupakia mikate juu. Lakini 2 yanatosha. Alafu nachanganya hapo. Nimetia siagi iliyoyayushwa vijiko 2 vikubwa vya chakula. Nimeyayusha ndo nimechanganya humo kwenye mchanganyiko wangu, na nitaendelea, nitakoroga hapo. Alafu nitauacha uumuke. Nitauacha kama dakika 8 hivi hadi 10, sio mbaya. Sasa natia unga vikombe 5.5. Vikombe 5.5 yani inakaribia kilo 1 kasoro kidogo, kama kilo 1 kasoro kidogo. Mimi nimependa kuchekecha, nimechekecha unga. Alafu nikaanza kukoroga, yani kuanza kutengeneza donge. Siri ya mikate laini ni donge liwe laini pia, lisiwe gumu. Ikiwa laini mikate pia natoka laini, na ukandaji wake unakuwa kidogo unakera kwa sababu lina nata, lakini unaweza kutumia baadaye mafuta kukusaidia kulishika vizuri. Sasa baada ya kukoroga natia chumvi. Hiyo ni chumvi kijiko 1 cha chakula, ama kijiko kikubwa kama unavyoona. Haya, nimependa kutiona, napenda ikiwa ina sukari na ina chumvi. Au unaweza kufanya kwa chumvi tupu, mapenzi yako. Hata bila sukari unaweza kufanya ukatia chumvi tu. Inategemea na unavyopenda. Tumekanda, unaona donge lilivyo linavutika vutika laini. Hivyo ndio inavyotakiwa kuwa. Yani ushika mkononi linakera, lakini ndio inavyotakiwa kuwa kama unataka mikate laini. Sasa nimetia mafuta kwenye bakuli yangu ambayo nitaweka hilo donge, na nimenyunyizia tena mafuta kidogo kwenye donge. Nataka kidogo liwe na sura nzuri. Sasa kulishikusanya kwake, kwa sababu ni laini, mafuta yanakusaidia kama unavyoona. Tayari nimefunika na nitaacha umuke ujae, yani donge liwe mara 2. Umuke mpaka juu. Haya. Lisha umuka hapo. Kama unavyoona limevimba. Limejaa kwenye bakuli. Unaliona limeumuka vizuri. Wewe liache liumuke mpaka lijae, kwa sababu inategemea na hali ya hewa. Haya, sasa tunaanza kukata mikate yetu ama scones zetu. Unaweza kutengeneza shape yoyote, ndefu, membamba, kama mikate ya kichogo, vile unavyopenda. Mimi nafanya hizo za duara, ndio kwa leo nafanya hizo za duara. Haya, hapo nimeshakatakata size mwenyewe unayotaka. Mimi nimekatakata, nadhani zimetoka kama 16. Alafu nazitengeneza kiduara sasa chenye sura nzuri na kishape vizuri kama unavyoona. Basi alafu naweka kwenye tray ya kuchomea kama unavyoona tray yangu. Kama una patch paper weka, sikuwa nayo kwa nikayaweka hivyo. Alafu nitaacha yaumuke, yani yaache yaumuke hadi yavimbe, yashikane. Unaona kama hivi yamevimba, sasa yamegusana. Na hii ilikuwa ni baada ya saa nzima. Lakini kama hali ya hewa ni ya joto, basi ujue yataumuka haraka. Sasa lile yai nilosema nimebakisha nusu na robo, ndio hilo nimelipiga na ni kiini kitupu, tuseme nimechukua kiini kitupu. Unaweza kupiga yai zima kama lilivyo, au unaweza kuweka maziwa kupaka kwa juu. Hii inaitwa egg wash. Mimi nimetumia hii ujue, lakini ukitumia kiini kitupu angalia moto, bila sivyo haikai kuungua. Yani kiini kitupu cha yai ukitumia kinaunguza haraka kuliko kutumia yai zima ukipiga na ute wake. Au ukitumia maziwa, lakini
inatoa rangi nzuri sana kiini cha yai, ila ndio hivyo. Ukikosea tu ya juu imeungua imekuwa nyeusi. Nilipenda kutia ufuta, huo ni ufuta. So ukishapaka nani yako, nani egg wash yako yai lako juu, sasa unanyunyuzia ufuta kama hivyo, si lazima. Ukipenda. Hapa sasa tuko tayari kuchoma mikate na oven nishaiwasha. Oven yangu nishaiwasha na ni moto wa juu na chini ndo ninachomea. Juu na chini ndo moto ambao nitachomea scones hizi. Haya, nimebeki kwa moto wa 165 kama unavyoona kwa dakika 20. Juu na chini dakika 20, moto wa 165, na sasa ziko tayari kama unavyoziona. Unaona rangi inatoka vizuri, lakini ndo uwe makini. Ukikosea tu inaungua haraka, na ni kiini cha yai kinaungua haraka. Inaweza kaungua kwa cheusi kabla hata mkate wenyewe hujaiva. Haya, tuangalie mkate wetu, ndo huo. Imekamilika, ilikuwa laini, unaona inavyochambuka. Kwa kweli na kila inavyopoa ndo inavyozidi kukaa vizuri, kwa mitamu. Yani hapa ndo mambo yale ya siyo diet siyo nini. Inakuwa kidogo mtihani. Asubuhi unapiga hizi 3 na kombe lako la chai ya maziwa, afu unataka ukonde wewe. Mimi na wewe tutabaki hivi vibonge. Haya, kwa heri, tuonane tena siku nyingine. Nipe maoni yako inshallah.